Clouds TV, empowering lives. Abia mwezako be strategic. Be strategic. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwezako tena be strategic. To be strategic ama kuwa strategic ni kuwa mtu ambaye ako na kampango. Haleluya. Kampango, sema kampango. Na hii mpango unaifanya deliberate. Haikuagi mpango ambayo unaona nitafanya hii mpango hii kifanyike, nitafanya hii ifanyike, ama hii hapana. Ni unile ule mama anaitwa Esther alisema namna gani? I will go, if I die I die, if I come alive I come alive. Kuna mipango unafanyaka kwenye maisha yako, na hiyo kitu unafanya ni deliberate, na hiyo unajua itakugoga, itakuumiza, lakini for the sake of God who sent you unafanya maamuzi mabaya. Kwa macho ya wengi mpaka wanakuuliza, are you sure hii kitu unataka kufanya si utamaliza kanisa? Namwambia ninajua kanisa itaweza kuisha. Hii kitu unafanya si watu watatoroka? Najua watatoroka. Hii kitu unafanya si watu watakuondokea? Ninajua wataondoka. Hiyo ndio inaitwa be strategic. Yani fanya kitu deliberately. Ukiona umezingirwa, umezungukwa na kila kitu ambacho hakikusaidii, unajaribu kutoka, ukuta umewekewa. Unajaribu kwenda hivi, ukuta umewekwa. Unaenda hivi, ukuta umewekwa. Unaenda hivi, ukuta unawekwa. Hapo ndio unafanyaka maamuzi. To be strategic ni kufanya maamuzi. Unaona hapa hata nishikae miaka 10 nikigoga hapa, nikienda hapa, nikienda hapa, nikienda hapa, sitoboi. Haleluya. Sifanye nini? Sitoboi. Sasa hapo ndio nasemanga either nikufe ama nietoke. Nitafanya deliberate, nitafanya maamuzi. Either nitoke ama nikufe. Wale wazee walikuwa na ukoma. Walikuwa wamekaa mahali, wakasikia kuna vurugu inakuja, kuna kitu kinabiana. Tukikaa hapa hawa watu watatuua, na tukienda bado watatuua. Sasa badala tukae hapa tukufie hapa, wacha tukakufie nini? Kumbe ni Mungu alikuwa anataka kuwatumia wasitue watu watoroke. Maana kuna unabii ilikuwa imetolewa kama juzi. Mjamaa alikuwa anasema hapa hakuwezi kufanyika, chakula haiwezi kupatikana, hili haliwezi kufanya, haliwezi kufanyikana, haziwezi kufanyikana. Kumbe naye Mungu anakuwa na strategy, anaogojaga ufanye maamuzi. Ukifanya maamuzi, kuna neno liko mahali lilikuwa naogojea hiyo maamuzi. Maana lile neno liambiwa wewe mzee, unasema hakutawezekana. Labia kesho saa 6 watu watakula chakula, watu watakuwa hapa, na wewe utachungulia na hautakula. Hilo ni neno lilitolewa la kinabii. Kuna neno liko katika maisha yako la kinabii lilitolewa. Labda ulikuwa msichana mdogo, labda ulikuwa mama, labda ulikuwa hujaolewa, labda ulikuwa hujaoa, labda ulikuwa hujaanza kazi, labda ulikuwa huduma yako haijaanza, lakini neno lilinenwa limbalo linaongojea the specific action. Until you activate yourself to that specific action, until you fanye maamuzi, useme now mimi naondoka, mimi naenda, until uanze hiyo safari, lile neno lilinenwa litakugoja. Linakaaga pale likikugoja. Ile siku utaanza kufanya, kuondoka, kuenda, neno linaanza kufanya kazi. Maana neno lilinenwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako kuna neno lilinenwa linakugojea. Hilo neno linakugojea. Baka wakati uta-activate the process, when you are going to activate that process of making a move, they need you to make a move. Na this move unaimake kwa sababu lakini haujui whether it is gonna work. Hawa wazee waliokuwa na ukoma, wakati they decided let us move, waliambiana hapa tukikaa nitogokua na tukienda tutakufa. Kumbe Mungu ndiye ameweka uoga. Hapa ukikaa utakufa, ukienda bado utakufa. Lakini wakaambiana yakatokuerebere. Mwambie mwenzako acha nimalizikie pale mbele. Sitamalizikia hapa mmenifuga. Maana hawa wazee walikuwa na ukoma, walikuwa wamewekwa mahali wanapatiako chakula. Walikuwa detained pale, walikuwa wamefugwa pale, walikuwa wanapatiako tu chakula kidogo kidogo kidogo. Wanategemea mpita njia anawaachia kama mkate, mpita njia anawaachia kama dasi, mpita njia anawaachia kama kitu. But they were there as slaves of poverty. Lakini wakati walifanya maamuzi,
walitimiza lile neno ati wewe mzee, haya maneno yote umekataa yatatimika. Kesho saa 6 saa kama hii utaona na macho yako, lakini hautakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kinangojewa. Kuna move that is being waited in you to make you move. Move to. Just that move. And this move must be deliberate. It is not a move that it will please you, neither the people around you. Hawa wazee walikuwa najua tukikaa tunakufa, tukienda tunakufa. They knew this is our end. But little did they know ati Mungu ako kwa kuamuka kwao. Watakapoamuka Mungu atawatumia. Maana walipoamuka tu sauti zingine zilitoka kubwa, mpaka wale watu wa huko wakasikia kuna kuja jeshi kubwa. A big army is coming. Woo! Wakaanza wakatoroka. Katika kule kutoroka, mlango wakagiginyana kwenye mlango, ndio ule mtu ambaye alitabiriwa alikanyagiwa hapo na akakufa, lakini aliona mambo yakitendeka. There is this thing that you need to do. Kuna hili jambo lazima ulifanye kwa maisha yako. Lazima ulifanye kwa ndoa yako. Lazima ulifanye kwa biashara yako. Lazima ulifanye kwa watoto wako. Lazima ulifanye kwa ile kazi Mungu amekupatia. That deliberate move. Wewe umeolewa lakini umeishi kwa mateso. Umeoa lakini umeishi kwa mateso. Uko na biashara lakini ni ya mateso. Umekaa kwenu lakini ni mateso. Kuna watu bado wako kwao kwa mama zao, lakini wanateswa na wambaba zao, wanateswa na madugu, wanateswa na watu, lakini wamekaa tu huko kwa sababu hakao niko maruta yako leo. Anasemaga nikitoka hapa watoto wangu watakula nini? Nikitoka hapa nitakuwa chakula wapi? Nikitoka hapa na mama yangu ndiye ananilipiaga school fees, kutakuaje? Make that deliberate move. Bwana Yesu asifiwe sana. Make that deliberate move. Utoke mahali akili yako ilifugiwa. Move it. Hautakufa na wako anetogothika. Ndugate wogoku. Mwathani agocwo. Hautakufa, na ukikufa tutakuzika, tutakupeleka moshari na tutakuja na tukuibie. Igoro kwa Yesu nitugashemania kwa. Igoro kwa Yesu nitugashemania kwa. Ugo no tugashemania. Hallelujah. Kwa hivyo wacha kuogopa to make that decision. Vunja vile vitu vimekuwa vikikunywa damu yako. Ondoa wale watu wamekuwa wakikunyonya. Ondoa wale watu wamekuzuia kutembea. Vunja mamlaka ambazo zilikuzuia. Vunja tamaduni ambazo zilikuzuia. Make a new direction. Make a new covenant. Make a new thing. It doesn't matter whether you're going to walk alone. It doesn't matter whether people are going to support you. It doesn't matter whether it is a popular decision. It doesn't matter whether people are going to stand with you. You have a God in heaven. This God is the only one who is supposed to stand with you. It's a kasema, I am going to make a move. Whether I die, I am going to die. Either I'm not dying, my God will be glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Make it is deliberate. For you to grow, for you to become which God called you for, there are people you have to drop. And these people are your close friends. These are the people that helped you kuamuka. Usianze kusema ati ni hawa ndio walinisaidia kuamuka. Bomoa kama wamekuwa. Yesu walikusaidia kujenga, kuweka mawe ya kwanza. Sasa wanazuia mawe ya pili siwekwe. Hallelujah. They will come and stop the kuweka mawe ya pili. Watakuja wakwambia usiweke dirisha ya kioo, weka dirisha ya bao. Watakuja wakwambia usiweke mlango ya chuma, weka mlango ya tiba. Watakuwekea vikwazo, maana they were not part of where you are now. Hallelujah. They were part of what you are yesterday, but they are not part of where you are. They are not part of your next move. They are not part of where you are supposed to go. They are not part of your next level. They are not part of what you are going to become. Yes, they laid a foundation with you. Hallelujah. Yes, they gave you a loan. Ndio walikupatia pesa ya kwanza ya kuweka biashara. Yes, wewe ulikuwa unatembea na ukaenda kwao, ukakutana na msichana huko ndiye alikupeleka kwao. Lakini ulikakuta kule, ukapenda dada yako. Immediately utaanza kukupiga. Maana atajiuliza, kanio tananyona. Ni wana demodrome. Lakini yeye ndiye alitumika
kukufikisha huko. Lakini immediately ukifika huko, ugeuze jicho uone dada yake, macho itakuwa baya, ataanza kupigana na wewe na ataanza kukuagusha, na urafiki yako na yeye utaanza kuwa mbaya. That is the point that you say enough is enough. That is the point you say that strategically I am not going to follow this route. I am going to follow this route because this route has my direction. Change your direction. Change the way you are thinking. Change the way you are doing things. Badilisha venye ulikuwa ukifanya huduma yako jana. Badilisha venye ulikuwa unafanya ndoa yako jana. Badilisha venye umekuwa ukifanya biashara yako. Badilisha marafiki ambao unaona hawakusaidii, wachana na wao. Waweke pale, siku ya mlo unawaita, wanakuja wanakula. But if they are obstructing you, wakati unatembea unakuta wanakuzuia katika kutembea kwako, wanataka kuenda, wanakuambia hapana, usifanye hivi, twende mahali hapa. Ukienda wanakuambia usifanye hivi, twende mahali hapa. Ondoka. Ngoa hao watu. They are killing your vision and they will destroy. Wanakujanga kama kudelay. They are derailers of your vision. Hao ndio wanakujaga wanakuwa obstacle. Ndio wanakujaga wanakuwa veil. Ndio wanakujaga wanakuwa kishetani. Ndio wanakujaga wanakuwa mipango ingine. Wanakupangua kwenye mipango ya Mungu kwa sababu unataka kuwafurahisha. Wanakuweka kwenye mipango yao na unakaa na mipango yao. Unaondoka kwenye mipango ya Mungu. Unaanza kufanya vituko na sarakazi. Na katika kufanya vituko na sarakazi una lose touch with your calling. It must be deliberate. Mwambie mwenzako, this is deliberate. Usijali na what will happen. Unaweza kufanya kitu siku hito uheje adomauge na mukiko. None matu uratuire urauga mweri odigo okuwa rege. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi zamani tukiwa huko City Stadium nilikuwa kanono, nilikuwa nakaga hivi. Nilikuwa kama kagurue hii hapa. Unaona hapa hii. Kutoka hapa na hapa zilikuwa zimeshikana vizuri hapa round. Sasa hata kutembea kwangu ungenipata nikipenda stairs. Nikipanda siku moja nikaenda kule hospitali ya Nairobi Hospital. Nilikuwa na feel vibaya. Sisi Nairobi Hospital Karen. Kwa Dr. Gikonyo. Ni rafiki yangu sana. Nikaenda akaniangalia. Yeye ndio alikuwa anatusaidia wakati tulikuwa tunapigana na Moi. Ndio tulikuwa tunaenda huko na tuficha huko kwa hospitali, tunalala huko na anatuduka masidano. Sasa tukiwa huko akaniona, akaniuliza, akaita modo wa Ngai kuja nikuandikie death certificate. Nikamuuliza kwa nini? Venye hata una breathe, venye nimekusikia ukibreathe. Maana nilikuwa na breathe nasikia hapa ndani. Nasikia kuna sauti kanatoa. Akaniambia kuja nikuandikie nini? Nikamuuliza ni kwa nini? Akaniambia sasa kwa sababu ninaona ni kama sasa hutaniamini, si unakujaga tunapima. Mimi naidaka Karen Hospital nikikaa after 6 months. Naidaka namwambia pima kila kitu kinapimagwa. Everything unajua kinapimagwa, pima. Hallelujah. Anapima kansa, anapima ukimwi, anapima kila kitu. Unaweza wanaanza kuniambia dia wewe mo ukimwi neke. Ninyona na nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapima kila kitu. Anafanya kitu inaitwa culture. Anaigia ndani ya damu yako kuangalia kama kuna vitu vikoko vidogo. Akanitolea result. Akaniambia cholesterol iko hapa. Akaniambia nini iko hapa. Akaniambia in the next 1 month utakuwa na blood sugar. In the next 1 month utakuwa na pressure. In the next 1 month utakuwa na, akanitajia. Na akaniambia venye ninakuona hivi, you are a emotional material. Nikamuuliza tafanya nini? Akaniambia sasa hii inaitwa lifestyle. Lazima ubadilike, lazima uchange. Akaniambia zile vitu nitawacha. Akaniambia sukari uachane nayo, pombe uachane nayo, kivali uachane nayo. Akanipatia zile vitu zote za kuacha. Ndio tuanze sasa kushughulikia hii mwili ianze kupunguka. Mishipa iwapate nafasi ya damu kutembea. Maana baka mishipa inasemekana ilikuwa imenona. Na nani? Ekanorera na daini tagorwe. Mishipa sasa damu kupita, liera kupita inakuwa ni shida. Sasa tulianza hiyo process. It was a big. Na akaniambia 10 every day una walk 10 kilometers every day. Until today I walk 10 kilometers every day. Na amkaka usiku saa 9 usiku saa 11 natembea kwangu, natembea 10 kilometers, nazunguka na kuja. Nikachoma mafuta mpaka ikapunguka.
Sasa hata mimi nikaanza kusikia hata breathing imekuja mzuri. Katubo kalikuwa kamekuja hivi. Kamekuja kamekaa. Unajua kale katubo ka maradi wa Murang'a. Sasa kalikuwa kamekuja, kanatokaga ni kama ni minyoo mingi. Kanachopaka hivi ni kama hapa nimeweka baruni imetomoka hapa. Maana hapa hakuna tubo, mpaka hapa kamsee kile kebaba. Lakini hapa katubo kanajieka hivi, alafu kanalala. Kanaagukia huko. Sasa kanakuja ukikaa chini, ukikaa hivi kanagusa kiti hapa chini pale unakaliaga. Kate. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunaliga sana, tunaambia watu hii haibebagi na mjiga. Kumbe ni ujiga. Haibebagi na mjiga, lakini ni nini? Ni ujiga. Nilikashughulikia. Kametembea mpaka saizi kako hapa. Na bado nakangoa kaedaede. Sasa nimefikisha 82, kilo 82. Nilikuwa na kilo 156. Nimeshughulikia mpaka imefika nini? 82, na ninataka ikuje 75. Ndio nikuwe kaslim. Yes, kaslim. Kaslim. Bwana Yesu asifiwe sana. That is being strategic with my body. Nika decide I need to shed off some things that are not important in my life. I need to shed off things that are, kwa sababu mimi ndio nilikuwa na kinywa Guinness. Unajua Guinness na kanyama inanoneshaga. Na kukula mashukari, kukula mapiza, kukula magoko hii ya msee huyo na choragwa pale. Kukula vitu junk food. That was my life. I had to stop this junk food. I had to change my behavior. I had to change. Hata wale watu tunatembea na wao, ilibidi nibadilishe. Maana wao ndio walikuwa wananipeleka todi tukale kanyama. Todi tukanywe kamoshu. Tukienda kukula kanyama, kamoshuva kanakuja. Tunameza bili na kamoshuva. Ukitoka hapo, unaanza kukua kimusee kingine. Nilikuwa kimusee kinakaa hivi, hata ukiniona naongea na sauti nyingine ya na huko ndani, unasikia huyu kweli ni musee. You have to change. Lazima ubadilishe. Mwambie mwenzako, wewe angalia mwenzako uone kama amenona sana. Mwambie punguza. Mwambie punguza. Bwana Yesu asifiwe sana. So there are things that you need to do. Being strategic is not about self-reliance, but aligning personal diligent effort with the divine purpose. Being strategic is aligning yourself with the divine purpose. Kama purpose ni nini umeitiwa katika dunia hii? Ujipage, uigie. You have to understand your calling. Bwana Yesu asifiwe sana. Can I tell you something? Wakati nilienda kwa mlima saba, ile nilienda peke yangu. Siku hiyo ndio niliunderstand vizuri my calling. Maana malaika wa Mungu alishuka, nikaona amesimama hapo, akanielezea why I was called. Na kutoka siku hiyo nilianza kubehave. Nikaenda 8, nikapata mafundisho zaidi. Nikaenda 9, nikapata mafundisho zaidi. Sasa ile ilitoanisha kabisa ni ya kupata kwa mlima. Ndio Mungu akaniambia, this is the reason I've called you. So God will prepare you as you are getting to your right purpose. When you are aligning yourself with the connectivity of God, when you are aligning yourself with the plan of God, you can be doing business, trying effort, trying everything, na hakuna kitu kinafanyika. Unajaribu kufanya hii biashara, unafanya hili neno, unaruka pande hii, unaruka pande, mpaka unashangaa, ninafanyaga kazi. Kuna watu wanakujaga hapa kwa ofisi na naambia mimi hakuna kazi sijajaribu. Ninatoa mpaka dhabihu, ninatoa mpaka sacrifice, nimefanya kila kitu possible, but nothing is working. Kumbe ni divine strategy. Unafanya vitu bila mpango. Unafungua dini kama hii na hauna mpango yake. Sasa wale watu wote watakuja kukutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio mwenye maono lakini watakukalia. Wewe ndio mwenye maono lakini hautakuwa na sauti, watapiga watu. Walikuwa wanafagia. Walikuwa wanakuja hapa wanasema ni intercessor, wanakuja kulala hapa. Wanaanza kufagia. Wanakufagia. Wanakupeleka pale. Unafikiria ni kufagia wanafagia. Kumbe ni anasukumwa baka kwa stairs. Na kaka nakaliokia stairs ini. Ukiokela rushindo leigwa yemo na ugulaiwa huko ni raturo. Unasikia huko umeumwa, unasikia huko miguu inauma. Unashindwa ni nini ulifanya? Na ni kulala tu ulilala. Paka unajaribu kuangalia kwa kitanda kama kuna mtu alikuja akakusubua, unapata hakuna.
Githe ne kugaragario kuri ugaragaritio na guku gitwara wona kuria. Afu mudakuga Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Simseme haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe. Ginya ndori ndana matirio tondu arairi akiruta wira wa gwika atia. Wako hatatu. Niki wahatiro niki. Wahatiro tondu you are not strategic. You didn't plan your house properly. You didn't organize your house properly. Before they came, you never planned. Before you started this business, you never planned. Before you started your marriage, you never planned. Before you started whatever you started, you never planned. You need to plan for every move that you are making. You need to be strategic. You need to know unaodoka. Ukiinua mguu yako hivi, unajua unaenda wapi. Nikikuita pale, I have to have a reason. Uraigira ofisi wako wekate. Not yoke hautaje wetheka magai ya igoro inateka na ogwe igoro magai hiyo ukienda nayo mayagai pale hautafaulu kwenye maisha yako, maana huyo anakuja na mayagai, anakuja na deal nyingine. There is a deal behind mayagai. Bwana Yesu asifiwe sana. And because you are not strategically well organized, unakuta umeingia kwenye mitego. Ndio unakutaga unaingia kwenye mitego. Lakini sasa uzuri mtu kama mimi nimeingia mitego hapa. Lakini sasa uzuri wangu na bahati yangu ninajuaga kujitoa. Ukienda kunigusa, mbona nimejikuta kwa mitego hiyo? Mbona nimejikuta nikianguka? Mbona nimejikuta nikifanya? Unakuta ile makosa nilifanya last week tena nimefanya. Ile makosa nilifanya last week hiyo nyingine nimeifanya. Hiyo makosa nimefanya hiyo nyingine nimefanya. Kwa nini? Because I don't have a strategy. When you have a strategy, you sit down, you plan. Unasema between mwezi wa kwanza Januari mpaka mwezi wa 4, this is what I want to achieve. Unapaga hivyo. Unapaga mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7, this is what I want to achieve. Mpaka mwezi wa 7 mpaka mwezi wa 9, this is what I want to achieve. Sasa ukikuwa na hiyo mipango, utakuwa ukitembelea kwenye mpango. Hautatembelea kwenye maono ya watu. Hata watu wakikuletea maunabii, unasikiliza unabii lakini unakumbuka I have a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakikuletea ajenda zao, unakumbuka, unasikiliza ajenda zote, lakini unakumbuka I got a plan. Wakinakwambia jambo lingine, unakumbuka I got a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. In that plan, that is where God is. God is not in that domeleli unaletewa. Mungu hayuko kwa hiyo maono unakuja kuletewa. Mungu hayuko kwa hiyo plan zingine unaletewa. Mungu ako kwenye ile plan. Because God is a master planner. He is a master what? Na wewe ni master. Hello. Na wewe ni nini? You are a masterpiece. Mungu ni master planner. He is a master. He plans. You are an actor. Amekuchora venye unafaa kukaa. Amechora maisha yako yote. Because therefore you are called a masterpiece. When you are a masterpiece, you go by the plan. Hii nyumba wakati ilijengwa, imejengwa by the plan. Haijajengwa ati Fudi alikuja akasema kwa sababu yeye ni wa Makerere University akaanza kugeuza. Akigeuza plan mzima inageuka. Kwa hivyo itabidi nyumba ibomolewe ndio ijengwe tena mpya. You go by the plan. So you cannot be able to succeed in life if you don't have a strategic plan. And a strategic plan must have strategic people. Bwana Yesu asifiwe sana. You must have strategic people to help you to plan. And you must go by those people. Maana ni Mungu amekuletea. Musa akaletewa watu 72, akangoa, akakuja wakapuguka, wakabaki 12. Yesu na yeye alikuwa na watu wengi, alipugusa wakakuja 12. And those are the people he executed his plan with. Other people will come, but these are the main people. Bwana Yesu asifiwe sana. These are the main. Akina Paulo watakuja, akina Nicodemus watakuja, akina Mary Magdalene watakuja, akina nani watakuja, but kuna huyu ambaye hatokagi hapa, kuna Matthew, kuna nani, kuna Luka, kuna nani, kuna mwingine. Wale 12 walikaa pamoja na yeye mpaka mipango ikakamilika. Na wao walikuja wakaendeleza mpango, maana walikunywa roho ya Yesu na wakaelewa Yesu. Steven akakunywa roho ya Yesu, akamuelewa Yesu. Matthew akakunywa roho ya Yesu, akamuelewa Yesu. Wakati Yesu alienda, waliendelea na plani. Hata kama waliface challenges, lakini waliendelea na plani because there was a plan. Bwana Yesu asifiwe sana. So without a plan, you cannot be able to succeed. Without a plan, you cannot be able to make it. You cannot go anywhere. Lazima ujitetee, na kujitetea ndio maana Mungu anakuambia
Andika kioneki. Andika nini? Andika kioneki kiako na demwanene. Ni kwa nini anasema uandike na demwanene? Ndio asistruggle kukutafuta. So kioneki elaborate, make it elaborate. Make your vision known. Make it known to everybody. This is my plan this year. This is the kind of the people I want this year. Hii ndio wale watu nataka. Na ndio uliona wakati tukiruka mwaka niliwaandikia nikasema a church is a movement. Everybody in church must be a worker. We don't need hapa washirika. Mimi sitaki washirika wa kukuja kukaa kusikilizaga. Nataka wafanyikazi ambao kazi ni kubwa hii, tuanze kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hivyo. There are people who are evil. There are people who are just want to do anything to sabotage this nation. But there are also good people. Kama kina Shirishiri ni watu wazuri. Tulifanya mkutano Moro, tukaita wazee wa Kalijini, wazee wa Kikuyu, wazee wa Luya, tukafanya crusade mpaka saa hii. Haijawahi patikana crusade nyingine. Na hata hapo mbele hakujawahi patikana crusade nyingine kama hiyo. Ilileta watu pamoja. Baka president mwenyewe akauliza ni nani alifinance hiyo mkutano. Hawa wakalijini wakaitwa, mlikuwa mnafanya nini na huyo mtu wa Mugeke? Si mnajua ni mtu mbaya, mnatuuza. Wakasema huyo si mtu wa Mugeke, ni mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema ni mtu wa Mungu. Maana hakuna kitu ya Mugeke tulifanya pale. Tulipiga magoti, mapasta, mabishofu, wazee wote tulipiga magoti chini, tukalala chini, tukaita Mungu. Na kutoka siku hiyo hakujatokea jambo baya Moro. Na sasa hii kungekuwa kushatokea. Saa hii hapo Kamara, kwanza hapo Kamara kwenu, mungekuwa mshanyorosa Kikuyu 2-3. Kuambia mmesahau tuko. Wako friendly, they are living friendly. Wanalima mashamba pamoja, wanachuga mabuzi pamoja, wanaingia makanisa pamoja, wako kimoja. Kutoka siku hiyo kulikuwa na accident ilikuwa inafanyika. Every week kulikuwa na accident ilikuwa inafanyika area Moro. Mpaka saa hii kuna moja imefanyika? Hakuna. Baka Rodiani hakuna. Moro hakuna. Joro hakuna. Zinafanyika upande wa Girigiri. Huko Girigiri na huko Kilicho ndio watu wanakufa na accident. Maana we sealed, tulifuka hapo. Na tulipoenda tukaenda kumwaga mafuta, tukamwaga ile River Moro, tukamwaga mafuta hapo. River Moro ndio imepeleka maji Lake Victoria. Hallelujah. Tukamwaga mafuta. Nasikiaga ati hiyo mafuta ilisafiri mpaka Lake Victoria. Ikaenda mpaka Jija kwa stima. Stima ikapotea saa 6 usiku. Stima ikapotea Kenya mzima. Mpaka leo hakuna mtu amewahi kusema ni nini ilizima hiyo stima. Mpaka leo hakuna mtu. Kulikuwa giza totoro. Watu walifutwa kazi hapa. Maana they were unable to explain stima ilipotea namna gani. Nobody was able to explain. But God knows what happened. Maana tulinenea hiyo mto, ikaenda mpaka kule. Ikaenda kwa Kalijini, ikaenda kwa Wajaruo, ikaenda kwa Waruya, ikisafisha. Ikapitia kwa Kikuyu, ikasafisha. Tukasema hakuna damu nyingine itamwagika kwa sababu ya ukabila. Hakuna damu nyingine itamwagika kwa sababu ya siasa. Hakuna damu nyingine itamwagika eti kwa sababu huyu ni Mkalijini. Ati ng'ombe ya Mkalijini iliibiwa. Kuna ng'ombe imeibiwa? Ya Wakikuyu imeibiwa? Hakuna. Tulivuka hiyo kitu na ikafugika. Because we are strategic. So you have to know the kind of people you are working with. Watu ambao watakusaidia kutimiza maono yako. Watu ambao watakusaidia kupeleka maono yako mahali inahitajika. Maana hii maono huwezi kuifanya ukiwa peke yako. You need a person. You need a team. But this team, God selects them. Ndio atakuchagulia na kuambia chukua nani. Usiangalie sura, usiangalie kama ako na pesa, usiangalie kama ni masikini. Anaweza kuwa ni masikini lakini amebeba anointing ile unataka. Amebeba power ile unataka. Yaani kama mama tu kama maskini, hata kanaenda hivi kwa sababu ya maskini. Anaenda ama nikiwete anaenda na mashuma, ama ni kipofu haoni, lakini amebeba kile kitu unakihitaji. Don't be selective. Just allow God to choose it for you. Allow God to do it for you. Allow God to plan it, because God is a master planner and is a masterpiece of what he has planned. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuangalie tuone key aspects of being strategic. Key aspect ni nini? Key aspect ni nini? Aspect ni malengo, ni vile vitu ambavyo vinafanyika kwenye maisha yako. Key aspects is to have a long term focus. Kuwa na focus ya kesho kutwa, mwezi ujao, mwaka ujao, miaka 20. Ukipanga hii kanisa,
tusipage ama hakuna kupaga na kanisa ya leo. Ndio liona nilisema kufanya renovation kwa kanisa. Tukafuga tukasema closed for renovation. Unajua ni kusema nini? Si sasa mnasema hakujajengwa, hakujapakwa rangi, hapana. Ni nyinyi nilifanya renovation. I closed the ministry for renovation. Ndio mafundi wakuje, wangoe hizi vitu zibaya, wangoe ukuta baya, wangoe manini mabaya, wangoe kila kitu ambacho hakifai. Ndio tuanze tena kutengeneza ndani. Renovation ikue. Bwana Yesu asifiwe sana. So we had to remove. It was a painful move because my friends wengine wengi walikuwa casualties. Bwana Yesu asifiwe sana. My friends wengi mpaka wengine wakaniuliza, mundu wa Ngai, ni ukuhota kuriha rent ya nyumba hiyo? Nikawaambia hata sijailipa, ni Mungu analipaga. Kwa hivyo enda tu. So you have to have a long term, sio kulipa rent. Unaona huyu mtu ameniconfine, nikuwe na mind, nikae na yeye na muozo wake, tufikirie mambo ya rent. Mimi nafikiria mambo ya kujenga. I am 10 years, nasema in next year, a day like this one, next year God atuweke tu hai, tutakuwa kwa kanisa yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekataa kulipa rent. Hallelujah. Nimekataa kukazwa hapa kwa bio ati muwezi kuhubiri venye mnataka, ati mna make noise kwa watu wengine. No, nimekataa. I have a plan. Nimekaa chini, nimetengeneza timu ambayo inafikiria kujenga. Hawako na nyinyi hapa kanisani, wamefikiria, they are thinking how to build a church. They are thinking how we are going to have institutions. They are thinking how to nini. Na institutions zote zile bazo nilikuwa nazo, nikazifuga zote. Nikasema closed. Even them. Besima for renovation. Bethel for renovation. Mufuafo for renovation. Maana hizo vitu zote niliweka mikora tupu. Walikuwa wamekujia pesa. Mane ita. Why? Because mimi sikuwa na strategy, sikuwa na mpango. Nimetazama mtoto mwenye sina reason alikuja kwa nini. Nimefuga doa na mtu na sikuwa na reason ni kwa nini. Unajua hata kufuga doa, you have to have a reason. Murahika ni aniki. Murahika ni muke mushiare kana murahika ni muke mutewira. Unajua kuna doa naweza kukuoa ukue tufanye kazi, biashara. Hakuna mambo mengine, biashara. Hata ukiweza kuleta vitu vingine kuuliza, kumbuka strategy yetu ni gani? Ni biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to have a focus. Ukue na focus ya bali. Mipango yako uipange. Ujue you are planning for 100 years from today. From now, kutoka sasa nikiendelea, ile kitu yote unaona nikifanya, naifanya na long term. Kwa hivyo kabla nikuweke kwa position, ninakuangalia how long am I going to go with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla nikuweke nikwambie simamia hapa, lazima nijue how long, how capable are you going to endure the pressure. Sasa unaona mtu mwingine hapa nampatia kazi, kumbe ashatayarishwa kwa maidi. Upaga, unaenda kupambana vita. Umudu toshino mutwarane nake. Todo already ni ramenya athi gutamuru. Hallelujah. Aremon adie eremwo aguthwo ndagioka kujira apostle. Kimeumana kule. Nikumwambia kwenda fuga na uende kabisa. Sitaki kukuona hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because already God has given him. Already God has shown him. Wakati Nehemia aliambiwa, akaambiwa nenda ujenge ukuta, he became strategic. Wacha tusome kitabu cha, twende tuangalie long term focus. That is the book of Proverbs chapter number 16 verse 3. Having a long term strategy. Don't build your organization. Don't build your marriage. Don't build your business on a short term. Bwana Yesu asifiwe sana. Commit thy works unto the Lord, and thy thought shall be established. Commit. You must establish yourself katika mikono ya Mungu. Nawe neno la Mungu lita-establish kazi ya Mungu. And being with God is long term. Sio kitu ya jana, sio kitu ya kesho, sio kitu ya next week, sio kanisa ambao tunafungua kwa sababu tunataka washirika wakuja kwa wingi. No, tunataka watu tuwafundishe neno. Ndio hilo neno. Wale wakiasa wakikuja wakiongezeka, wanakuja wanakuta watu si wa Moshene. Mimi wakati kanisa ya hapo awali kabla tufuje ilikuwa kanisa ya Moshene, grounded on Moshene.
grounded on juko, grounded on this, grounded on this, grounded. Yani unakuta wako hapa kanisani, wako pale. Kikundi kimoja kiko hapo, kikundi kingine kiko hapa, kikundi kingine kiko hapa. Ile discussion iko hapa ni ya shetani mtupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni shetani mtupu. They have no respect for the anointing of the house. They have no respect for the man of God. They have no respect for anything. Why? Because I never laid the church on a strategic plan. Walikuja wakakuta hakuna msingi, walikuja wakakuta hakuna chochote. So the problem is not them, the problem is me. So lazima nigebomoa. That's now the pain of reorganizing yourself. The pain of putting all the structures, necessary structures, without compromising, without doing this against this. Unasimama unasema, you are my friend, yes, but hii ndio barabara. You are my good friend, yes. You are our financial supporter, yes. Lakini barabara ndio hii. Usituletee nyefu. Hallelujah. That is having a long term. When you want to have a long term plan, drop all your friends. Hiyo ndio plan number 1. Plan number 1. Ukitaka kuenda bali, drop all your friend. Walk without a friend. Walk with the partners. Watu watakuwa partners in the ministry. Partners in your dream. Partners in your vision. Not friends in your vision. Friends in your vision, they will kill you. They are not there because of your vision. They are there because of what they are eating from you. Watakuja utawaandika kazi, utawapatia kazi, wanakuwa CEO, wanakuwa what? Wao, kichwa yao, wanaroka tu venye mwisho wa mwezi itafika, aitishe salary. Lakini ukimuuliza, hii nyumba tutalipa na nini kesho? Hataki kujua, as long as umemlipa salary yake. Because they are not strategically part for you. Wamekuja kukunyonya. They are parasite. Ni makugo, nimetakwatia. They gogo ni bed bugs ya kukunyonya tu, kukunyonya. Anataka kunyonye. Akikunyonya akiona hautoki kitu, unamsikia kwa neighbor akifanya kazi huko. Na anakuandikia hataki contract. Amepata kitu emergency, anataka kwenda mahali kufanya jambo fulani. Kwa sababu ameona damu haitoki anymore. Nooma, kila umanoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unafuga. Ndio ikuwe long term, kuna mashimo utafuga. Kuna mahali pesa zilikuwa zinatoka unafuga. Kuna kitu ilikuwa inafanyika na unafuga. Unafuga hiyo kitu yote for the time being. Na unasema umefuga kila kitu. Sasa edeni nyumbani. Ndio ukae chini. Ujipatie miezi 2-3. Now get the right people for the right move. Pole tu, usikibirie, unaenda pole unasema huyo Mungu, unaomba Mungu, namwambia nipatie mtu mwingine. Mungu atakupeleke. Akwambia unaona ule msee yako mahali fulani, huyo ni good for this job. Na kwa sababu ni Mungu amekuchagulia, he will establish. Commit thy work unto the Lord, and thy thought shall be established. Thy thought, fikira zako zitakuwa established. Ukicommit kazi yako kwa Mungu, thy thought, meshiria maku nimegukura, nimekurugama. Number 2, have a high level thinking. Aspect number 2, ukuwe na high level thinking. Yani akili yako iende mbele. Wale watu unawaongoza, usikae na wao kuthigi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu mnafanya nao kitu, usikae na kama ni kiongozi, usikae na wao kuthigi. Hapana, enda kilomita 100 mbele yao, ufikiriage ukiwa huko. Bwana Yesu ndio uweze kuambia piteni kajia fulani, uwasaidie wakuje wakifanya kazi yako vizuri. Lakini mkikuwa mnafikiria na wao, mnakula karaji na wao, mnakaa na wao, mnacheka na wao, at the end of the day wao ndio watakufuruta wakuagushe. Maana watasema osho hati anake ndio tumutaithagia. Wanadali hakili. Adashiragia. Wanasema sasa osho no urane to revival. Revival ni radhi. Todo waikarire nao thi, mugeciria nao. Ulika na wao chini, mukafikiria na wao. Go ahead. Don't gwenda kwa high level thinking. Na usikuwa ukifikiria venye mtaenda kununua kikombe ya plastiki hapa, fikiria mtanunua kikombe imepakwa, hata kama si ya gold, imepakwa gold. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikirie venye utanunua kagari ka Volkswagen, kagari kadogo, hapana. Hata kama hauna pesa ya kununua gari kubwa, think about hiyo gari kubwa. Plan iweke hapa. Bwana Yesu asifiwe sana.
unafikiria jinsi ya kujenga nyumba kubwa. Hata kama hauna pesa ya kujenga hiyo nyumba kubwa, you go ahead, unafikiria, unajenga hiyo nyumba kwa akili yako. Nyumba ya bedroom 10, nyumba ya floor 20, nyumba ya mipango mikubwa. Hata kama kanisa haujakuwa na watu wengi na washirika wengi, unafikiria kanisa venye itakuwa na viti mingi, unafanya kanisa inakuwa mrembo, kila kitu. Maana watu watakuja, Mungu atawaleta. If you think big, if you think high level, God will bring the high level thinking people. Ile maoni umewekea Mungu, hivyo ndivyo atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile maono umewekea, venye umeonyesha Mungu, this is my capacity, that is how God will come. God will come in your little capacity. Kama maono yako imekuwa ya kuku, utatoshea kwa kuku. Mungu atakuja katika maono ya kuku. Kama umefika unafikiria ukiwa president, God will create you thinking of a president. Kama Mungu amekuletea ukiwa a big preacher dunia mzima, atakupatia that thinking because you have already prepared your mind for that. Usipo prepare your mind for bigger thinking, utakaa ukiwa maskini, utazunguka hapa, utakuwa msuguruko, and you will end up becoming a useless and a hopeless. And the kind of people who come in your life, they will be quacks. Wale watu watakuja kwa maisha yako ni quacks watupu, ni watu ambao hawana msaada kwako, ni watu wa kukusifu na wa kukupigia makofi, na wakitoka pale wanaenda pale wanaanza kukusegenya wewe ambao walikuwa nakupigia makofi, wanakusegenya pale kwa sababu kuna mahali ulikosa kudifferentiate wewe na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukisikia mnanisegenya hapa, makosa sio yenu, ilikuwa yangu. Nilijaribu kukuteremka hapo chini ati tupande na nyinyi. Hapo ndio mlikutana na mimi. Bahati mbaya mkakuta trose yangu hapa ilikuwa imeraruka hapa nyuma. Sasa mkaona trose imeraruka. Mkakaka kidogo mkaona hata sijui kutumia hadi kachi unafanyaga hamjui. Sasa mkasoma tutabia twangu tudogo abato ni twa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huto tutabia ndio mnanitumiaga kunisegenya. Huto tutabia tudogo mlikuja mkana my weakness, my small weaknesses, because I allowed you to come inside my court. Had I thought nikae pale juu, hamugeelewa tumaudo toige tule unafanyaga. Kwa hivyo hamuge kuwa na hiyo chance ya kuniagusha. The reason mnaniagusha ni kwa sababu mlikuja mkaona nikifanya nini? Na mnafikiriaga mimi nafanyaga na mashini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So you have to change how you think. Looking at the bigger picture and understanding how different interconnectivity parts are in the system. Yani understand the different parts of interconnection. Ukiingia kwenye ministry kama hii, unakuta kuna worship team must be connected to the praise team, ushering, must be connected to the secretariat, must be connected to elders, must be connected to the pastoral, must be connected to everybody. Unakuta kuna cohesion, understanding every interconnection ya kila kitu mnafanya katika ofisi yako. Kuna boss, kuna CEO, kuna secretary, kuna watu wanasafu there is interconnectivity. Kuna system ambayo imeconnect hawa watu pamoja, wanafanya ni system moja. Wewe unafanya kazi yako, ule mwingine anafanya kazi yake, ule mwingine anafanya kazi yake, lakini they are working towards one goal. So you have first to have established that a people that will work towards one goal. Bwana Yesu asifiwe sana. For this ministry to grow, I must have a team. Ushering ina work pamoja na worship team, ina work pamoja na media team, ina work pamoja na pastoral, ina work kila team zote. They are working differently but towards a goal. Not competing with each other, but working towards a goal. That is having a high level thinking and having a high level thinker. Alafu usiweke watu mediocre katika timu ile umeita watu wakuje wakusaidie. You don't put mediocre people. You don't put watu wamoshene. Bwana Yesu asifiwe. If you have those kind of people around you, prepare for your grave. And you are going home soon. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia mwenzako mimi siendi. Ni hakwa diradi. Yekeigwire ni hakwa sipelekani na nyinyi. Watu wa moshene sitapelekana hata na mmoja. Hata ukue wewe ni nani, hata ukue umewekwa mkia na umewekwa mapebe, nitakukata. Gidi wetekera. Nimeona inywe kwa haroro kiado ili akira hivi. Na moke mathiko. Na mwari kia gothika moike mahiga magaba mushoke moigwithie. Na mwethe atware di close matinde hau mamukururetie mwatorona hau theini moni na ndaka igere mukariuka na mukaja wetheka kai ni agethio guo hiu ni agethio guo mukorania kanyama gekiretwo ku turari akanyama
Na hiyo story yako inaisha kwa sababu watu ulifikiria ni watu uko na wao, kumbe ni viatu. Don't allow mediocres to be in your life. Don't allow people who does not give you the step forward. Hakupatii maono ya kuenda hiyo step nyingine. Wachana na wao. Ondokea kabisa. Hata kama ni mama yako, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni mtoto yako na hakuna kitu anakusaidia nayo, achilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Si wewe ulitengeneza watu. Watu walitengenezwa na Mungu. Kwa hivyo usijaribu kurekebisha mtu mwenye alitengenezwa na Mungu. Hata kama ni bibi yako na uone umemfanya harusi, mlifunga ndoa na mkafanya harusi na mkasimama na mkatoa dawari, mkatoa kila kitu. Na mkafanya ile mzuri kama ile mtuliona juzi ya Gachagua na watu wengine hapo. Ilikuwa fani kitu mzuri. Alafu kute hii ni kwake ulileta kwa maisha yako. Do the most honorable thing. Drop. Hallelujah. Najua mwe the adore. Drop. Umesikia? Drop. Na uachane na usahau. Wenye ulisahau wakati ulisika mtu wenu hapo. Si mnasikaga na unasahau. Wakati akiwa kwa mosha ndio mnaliaga, mnafanya Mario. Mkienda mkisika after 20 minutes unakumbukaga mama amekufa ama baba amekufa. You don't remember. You forget. Reality itakuja kukuja baadaye wakati umeenda nyumbani kutembea unamkosa. Sasa aya ngamamini yako ile. Drop anything that is a baggage, anything that is not adding value to your life, drop it. Kama mtu anakuja kukupatia moshene, ati ile kitu anaweza kukuja kukupatia kukukalisha chini ni moshene, ni wana aroka gokuhe, ni ulimu aroka gokuhe, anakuja kuchunguza lifestyle yako, ukakutana ati uguo niguo ndeto ya tuliaragia nawe. Drop. Mbia mwenzako drop. Kama hauleti biashara venye hii ministry itakuwa, kama hauleti biashara venye tutatajirika, venye tutafanya vitu, drop. Hallelujah. Ukienda mtu amekuja amekupatia stories za mtu mara mbili, jana alikupatia na leo amekupatia, drop. Sijui kama mnanielewa. Mnasema drop. Hebu semeni drop. Number 3. Prioritization. For you to have a success. For you to do what? To have success in your life. Angalia priorities. Angalia ni nini muhimu sahi ya sasa, muhimu ya kesho, muhimu ya mwaka ujayo na muhimu ya miaka 10 inakuja. Ukiweka priorities, utajua sasa ninahitaji kabuni 2. Nilikuwa na kabuni 10 lakini ninahitaji kwa sasa nahitaji kabuni 2. Unapanga hizo kabuni. Unaongezea mwezi wa 3 wa 4 unaongezea kabuni nyingine 1. Mwezi huo mwingine unaongezea jambo lingine limoja. You don't hold all of them. Ati una move. Kabuni uko na kabuni Besima, una kabuni Bethel, una kabuni Synagogue, una kabuni what? Zote zita collapse because you are strategically not well. So you prioritize. Unajua nikikaa na huyu mama na huyu mama na huyu mama for this season watanisaidia kwenda season B. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikaangalia tukiwa na huyu na huyu na huyu kwa saa hizi, they are needless. Don't carry them. Maintain them but don't carry them. Tumia wale ambao unaona hawa ndio wanakusaidia kwa sasa. Maana hawa ni wa kuchimba mitaro ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni mafundi wa kujenga. Huyu ni mafundi wa kujenga mawe na huyu ni fundi wa mbao. Na huyu ni fundi wa nini? Wa mabati. Hawa watu watajenga nyumba moja but on different occasions. Sasa ukiwashika wote uwaweke hapo, uwalipage kwa sababu utawahitaji, watakudrain. Bwana Yesu asifiwe sana. So chukua watu wa kuchimba mtaro, wakichimba uwapatie salary waondoke. Uite watu wa kukoroga. Watu wa kukoroga wakuje wakoroge, wakikoroga wapandishe mawe, waondoe. Uite watu wa bao. Wakuje watu wa bao, wapigilie bao, waondoe. Uite watu wa mabati, wakuje wapigilie mabati na hao waondoe. Ulete watu wa finishing. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakuje wa finish huko nyumba vizuri huko ndani. That is being to prioritize. Kufanya kitu na priority. Usikusanye kila mtu on the basket kwa sababu unaonanga akiongea mzuri, unaonanga akiongea mzuri, unaonanga akifanya mambo mzuri. Don't do that. That is how tuliallow tukakuwa na ma-idols hapa. Maana tuliweka watu wa next year hapa. Tukaweka watu wa 10 years to come hapa. Sasa hawa wa 10 years hawanaga kazi, ndio matikari ya huko na mocha na makora ma TikTok, makirorera
makirorera wagani, makirorera pono. Ne haha ni pastor agitukaga pastor bwana asifie sana akaba ukona ni ahinya kadhimu niki akwiroragera ni pono na ti pono ya andu pono ya ng'ombe. Ucio niwe mundu ru arenda ati muke muikare thi mubange nake. Ucio niwe mundu ati muikarite nathi ati niwe wihokete aguteithia na kiria arerorera ni pono. Wanyita kiria kwiroragera niki ni pono, kiria kwiroragera ni yudu cia ukoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ucio niwe wetereire mwikire no ti kwenda gwake, ni kwa sababu kwa wakati huu ahitajiki katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. So tafuta yule mtu anahitajika sasa, put into the position of control. Kazi yake ikiisha, next person, kazi ya huyo mwingine ikikuja, muweke in position of control and professionalism. Then professionalize kila kitu, ikuwe strategically well in the prophecy ama profession ambayo wewe umeitiwa. Watu ambao usiwalete leo, waongoje mpaka nyumba ipande juu. Ikipanda juu waite. Usikae na wao, maana watakuitisha salary. Utakuwa ukilipa, maana watasema hata sisi ni food. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kile kitu watafanya kikubwa ni kukuiba. Na ndio unakuta wanakuchokora, wanakudhesha hapa, wanakupiga hapa, wanakufanya hapa, wanakuchipa hapa, because you are holding people that does not belong to the time. God is a God of time and season. Operate within the season of God. Operate within the times of God. Operate within the area that God has mandated you. Because those three things, they work together. The area, the season, and the time, they work together. And if somebody is not in the season ya sasa, useme sasa kuna mtu saizi ndio wana harvest ngano, alafu unampeleka kwa mahidi, utamuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Priority, ambie mwenzako priority ni mtu kitu ya mzimu. Namba 4, kuwa mtu proactive planner. Proactive, be a planner. Mtu wa kupanga, kuorganize, kujua hii kitu ni ya sasa na hii kitu si ya sasa. Kujua nahitaji hii na sihitaji. Be proactive. What you have planned. Plan na ukae chini, uplan well. Unajua kampuni hii nataka ifanye ABCD. Plan for that company. Plan for your marriage. Unasema in our marriage, mwaka huu tunataka kufanya hivi na hivi. You plan for what you want to have. Kama umeona dichiko umepata kamiba, waje kutugojea mpaka siku ya kwenda kumwani ndio naanza kutuambia ati tukuchagie pesa ya kumwani. Mimi sichagiagi mtu wa kwenda kuzaa. Sichagiagi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mieri kenda urake minyagani ugaciara. Siwaza kushona kasweta. Pole pole. Uwasona kasweta. Ushone kabampas, kasuari kada kakuweka huko ndani. Kabampas. Pole pole. Urakimenya no ugaciara. It is a guaranteed thing. This is not a miracle. Unajua utazaa. Na hata siku hizi tunajua nika kijana, nika msichana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ako kamvulana, katengeneze, kamuvuto, pole nunua. Nenda hapa Gikoba, ngura uhure fadhi ukaiga. Okahora. Ukiiga gashiriki 10, unaweka 200. Ukipatiwa na mzee 500, weka 100, ficha mahali. Ukipatiwa nyingine kesho 500, weka 100, ficha mahali. Wacha kuja kutuzubua. Atenelile thibitari. Tego kimenyo ria gwika. Waregire kuoya kadi ya SHA. Ndio amenya ngano gadi gociara. Bwana Yesu, be planner. Plan for your everything. You are waking up, plan for it. You are sleeping, plan for it. You are tomorrow, plan for it. Your systems, plan for them. Plan for that business. Nika biashara kadogo lakini kaplanie. Nika biashara kanaka hohoho lakini kanafanya nini? Plan for it. If you do the planning, leo niko weta andika kioneki yako. That plan, you will never go wrong. You can start from a little. Wewe ukipata. Hiyo ndio inafanyaka watu wakuwe successful. Unaweza kuwa na milioni 100 ukose kuplan zote ziende. Utakuta sasa mangauro ile inakuja inasema mimi ndio naandikia kama proposal, mimi ndio najua kutafuta pesa, mimi najua nini, lakini utakuwa kinilipa 1,100, utakuwa kinifanya nini? Wanakunyonya. Unauliza ile proposal unasema utaandika, anakwambia pole. Hii mambo inaenda kwa pole tu. Na anakukamua na kwambia, unaona amekuandikia kaini voice kamchara. Anakukamua tu. Ukamoka hona. None natoka magang'ombe. Tukamehema huti hali area ya mahuti. Ndiramenya kirera ruto. No kigwere gwa kare boga chui. No, niko rera ya haria. No niko kamwera katia. Igigoka kuria raisi mukamuni uguire. Bwana Yesu asifiwe sana.
Be strategic. Be a good planner. Organize yourself. Hapo ndio tunasemaga siigananishe kati. Kama umepoteza, kubali zimepotea, anza upya. Bomoa. Kwa maana wewe ndio ulianzisha. Tengeneza. Ndio uliona hata kanisa nilikuja nikasema ibomolewe yote. Iagushwe yote. Wale watu wote walikuwa nafikiria ndio muhimu sana. Wengine walikuwa wamesema ikanisa itaisha, itabaki milioni 2 hapa. Sababu walikuwa wamepanga kuondoka. Unawaambia wewe, unapanga, unaambia Mungu, this is my plan. I want you to establish my plan in this way. Na Mungu aka-establish. Na Mungu ame-establish. Na Mungu ataendelea kutu-establish. Na by the day, by 2 months from today, you will see the fruits of the planning, of the proper planning. Mutaona matunda na mutafurahia. Kuna wakati wa kuponesha kidoda, utapaka ile takwa ile ya blue tunaitaka aje, GV utapaka, ama umwagiliwe capsules. Kuna wale tulikuwa tunamwagilia capsules, inachoma mpaka unasikia, unaona kama mguu unafanya kama mguu hivi. Kuna wale tulikuwa tunamwagilia spirit, na kuna wale tunamwagilia Bethel mpaka kama mguu unaona mtu anatetika hivi ni kauchugu, but it's for a short time, unapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usijali, panga upya, organize yourself, break everything, vuja kila kitu, anza upya, panga upya. Fukusa hao walikuwa nafikiria ni watu wa maana kwako, waambie wakae pale kando. Kama hawatakubali kukaa venye unataka, wakalishe pale. Na ukiona watasubua watu wako, sukuma pale nje kwa barabara. Na ukiwakuta huku waambie mashokora pale, unaona yule mama, hedo mstue kidogo, mwambie utamuiba. Ndio aende pale. That's being strategic. Ndio asisubue watu wako. Ukiona ameenda kujipanga, kwa sababu anaendeka kujipanga strategic, ni wako hole yadimu. Akashare litaoka. Mwadhani yako sio. Bode gedama kimakiga mujio mode atujeiria wega. Githi arenda miario nigethe mutika mukawaka na muthia. Bethel Clouds TV, empowering lives.